TV, empowering lives. Esther alishinda vita kwa sababu ya kupika chakula ama kwa sababu ya kitu kingine? So ule mama alikuwa na sense na akaona nimechomoka. So akakaa kwa akakona akajificha akigojea nifanye nini? Kule nitachomoka. Sasa na mimi nikakuja nikamaliza nikachomoka pole pole kuchungulia mlango. Kwenda kuchungulia mlango tulichunguliana. Anaenda anaolewa na kimama kiko na watoto 8. Masura tofauti. Hata ukikaa kwa nyumba unaona ni kama ile kauma sauma makode. Lakini nakuta kimwanaume kihotolete shuka gana tauro gikarete nyumba yo gitaga tishirishia na ciaku. Na ciana ciake cirari angaragu, ciana thaka, ciana thomu, ciana njuge. Sina korea. Usiue huyo mwanaume amekamatwa. Because hii sex ni altar. Na altar hiyo inakuwa ni gedhito. Na ukiingia ndani ya hiyo gedhito, akili zako zote zinabebwa. Yeye wanaendaka wananunua hiyo kitu ya mwanaume. Akiinua inakatwa kutoka mochari. Alafu anaenda anaikaranga na rogeo. Baka inachomeka inakuwa mtu uga. Sasa hiyo akikushuka ndio anapaka nywele yako. Ya kwamba mkuria atakuua wewe, lakini atakuchukua akupeleke kwao Shinyanga. Wewe ufanyage kazi, lakini mwili wako utabaki hapa na utazikwa, lakini bado uko hai kule Shinyanga unafanya kazi. Ni kweli? Yes. Wewe shirire adikogora indo adehere tondu ni akirwo indo ile ndirabatara ndokire. Lakini ni nini kilikuwa kinanivuruta kinarudisha kwenye Ukristo? Ni hii jina ambao nilipatiwa Hezekia. So mwenye aliniona wa kwanza na akanishughulikia wa kwanza, aliniinulia madhabahu ya jina litakalo nitetea. That is why names are very important in your life. Sasa unaenda kukuta baba anaitwa wa ng'ombe, first son anaitwa Jao, second son anaitwa wa Jao, third child anaitwa Gashau. Sasa ukienda kwa hiyo bomo useme ng'ombe ishi muriega, ni vibaya. Naongea na nyinyi. Solomon alikuwa Mkristo. Wa China ni Wakristo. Wahindi ni Wakristo. Na nani wanatawala dunia hii? Because wanajua nguvu za madhabahu. Kufaulu katika maisha yako ni madhabahu ya kwenu. Yule mjamaa ambaye alikuvuja virginity yako, kukamwagika kadamu hapo, that was a covenant. That is what I want to teach you today. Hata kama sikuwa nimeokoka, Biblia inaniambia Yeremia 1 mstari wa ngapi? Wa 4. Kabla hujazaliwa nilikujua, nilikufanya mnabii, nilikumwagilia mafuta nikakutenga. Kwa hivyo mimi nilikuwa vessel, mimi nilikuwa na power. Hata kabla sijazaliwa I had the power. That is the essence. Mashida nyingi ambazo unazipitia ni kutokana na lile tendo lako la kwanza. Your marriage has completely failed because of that one man, who is the first man who broke your virginity, because that is your husband until today. Huyo ndio mulifanya maagano na mulifanya with a blood covenant. So any other is a concubine. Any other, hata huyo wetaka keheji kia koro yaku musheraga nake, ate mutitiganaga nake nila mwedanite, that is a prostitute. Ni mumaraya mwenake. Are you still with that person that you made a vow? Alafu todo nake kule nake ndari kihiko-ini aturaga to ni muhanire, marriage yake haiwezi simama na yako haiwezi simama, na mulifungana under a covenant. Sex is a covenant. Sex is so powerful. It is a covenant. It is an altar that speaks. It is where birth, it is where life inasiaga, where life of a human being is planted on that altar. Bwana Yesu asifiwe sana. It is planted where? On that altar. Meaning sex will control, can control, shall control everything. Everything in this world revolves around sex. Kila kitu, mpaka the presidency, kingship, all revolves around. Esther alishinda vita kwa sababu ya kupika chakula ama kwa sababu ya kitu kingine?
Esther ni kiokoko kilifanya ashinde marriage, ashinde hiyo vita, ama ni kitu inaitwa sex? Mama kalikuwa katamu, karembo na kakajirembesha. Kitu kia kwanza kalifanya nini? Kalijipendekeza mbele ya mfalme. Kujipendekeza ni nini? She implored to the king. Akalete sura ya king aone mrembo. She became attractive to the king. Mpaka wakati alifaulu kupenya hiyo nyumba, ilifika mpaka mfalme akamwambia, niambie kile unataka, hata kama ni nusu ya ufalme nitakupatia. Because she alijimarket on the sexual ground, akawin the heart of the king. Vashti naye akafukuswa. Mpaka waleo Biblia haijai kutuambia kule Vashti alienda. Biblia haijai kutuambia watoto wa Vashti walienda wapi. And that is why I hate kitu kinaitangwa Esther. Roho ya Esther, si nyinyi wale wanaitwa maesther. Roho ya Esther ni mbaya. Maana unaenda kuja bibi number 1 waliendaga wapi? Watoto wake waliendaga wapi? Because we don't hear about them. When she took over, she took it over. Wafuasi wa huyu mama walienda wapi? Walishindwaje kupigania huyu mama? Baka wakamama kalipoingia. Na unajua ni kama Yahudi, na Wayahudi ni watu beautiful. Mzee alipagawa. Angalia Samson. What happened to him? It is sex. Aliambia, wewe tupatie siri yako iko wapi? Akasema siwezi waambia. Mama anaitwa Delila alimwambia kuja. Mama amekaa akamwambia Delila wapi? Wekelea kichwa hapo. Masikio moja isikilize. Ikiwa katika kusikiliza, mjamaa aliambia Esther, wacha nikwambie nguvu iko wapi? Hapa. Nguvu iko hapa. These are the altars. Jameni, hamufundishagu because kule ni kwa holiness. I have to teach you. Mukitaka kwenda mkwende. But I have to tell you what is the problem that is eating you. What is the problem? Because I'm a victim of the same. Because ya madhabahu inayotawala maisha yangu. Itagikira haga ile. Dina kodwa godi. Nikiona kajikira kavaga kwira hatake tagiradi yaba. Na dogeje heria. Hapa hautanitoa. Maana hapa nimeona ushindi. Hapa nimeona kubarikiwa. Hapa nimeona Mungu akinibadilisha maisha. Hapa nimejua madhabahu ya kwetu nikiwa hapa. Nikiwa hapa nimejua hiyo. Singejua wanawake nilikuwa nalala na wao, ndio wangenifunga. Nilikuwa nafikiria mimi ni jogoo akukudeja. Lakini nimekuja kujua kila mwanamke aliniweka mkada. Kila mwanamke aliniweka mkada. So nimejaribu hii. And the more najaribu, the more nawekwa mkada ingine mpya. Na hiyo ndio madhabahu ambayo inatawala. Hiyo ndio madhabahu inamekuharibu sasa. Na madhabahu sexual altars, they will not permit you to succeed on earth. Bwana Yesu asifiwe sana. They will not permit you to succeed on earth. Why? Because ile damu ya kwanza ilimwagikia mchanga. That is the power, when the power of the blood ikimwagikia mchanga. Abraham akaambiwa na Mungu tairishe mtoto wake, naye mtoto wake amtairishe, ndio wakuwe na maagano. Hiyo damu inapomwagika kwenye mchanga, inazungumuza na mchanga, unaunganika na mchanga huu. Na kwa sababu Mungu ndiye ameauthorize, unaunganika na mchanga na unaunganika na Mungu, na wewe mnakuwa na covenant ya vitu vitatu, wewe, mchanga na Mungu. Sasa katika ile virginity ilifunjika, mchanga ikameza damu, hako kadamu kadogo. Hiyo ndio covenant ya wewe kusema huyu ni bibi yangu, na damu na dunia inajua. So when you go out kuchukua mwanamke mwingine, hiyo covenant inakubusha Mungu, huyu mtu amedanganyana, ametoroka kwake, ameenda kutafuta mtu mwingine. Mnanielewa? Lakini so unakuta naye Mungu anakata, anaambia dunia. Jeremiah 22 verse 29, ati O earth, write this man down as a man who shall not be successful. Dunia ndio inaambia, Mungu ndiye anaambia
Tufungulie hiyo 22 verse 28-29. Do you understand the covenant that involves blood and soil? It will haunt you and stop you from any success story on earth. But they shall not return to the land to which they long to return to. 28. Inasema hivi. Is this man, ni Mungu anazungumza. Is this man Konaya despised broken pot? Umeona venye tunaitwa? Sisi majagiri. Wagapi wanaume tumekuwa majagiri? Wanaume kwa wawili, watatu, wanne. Inua mkono. Inua mkono kama umekuwa jagiri kama mimi. Jagiri zote inua mkono. Is this man Konaya, I despise broken pot, a vessel no one wants. Ni kitu getagiedeka. Sasa mimi niliruka kutoka hii nyumba za mkuru si za mabati zile za kamulago kanakaa hivi. Sasa kwetu ni kule. Na kuna huyu mama wa kwanza tulikuwa urafiki. Sasa niliruka nikakuja hapa. So ule mama alikuwa na sense na akaona nimechomoka. So akakaa kwa akakona akajificha akigojea nifanye nini? Kule nitachomoka. Sasa na mimi nikakuja nikamaliza nikachomoka pole pole kuchungulia mlango. Kwenda kuchungulia mlango tulichunguliana. Niliona amenishika hapa. Akaniambia umetoka wapi mara hii? Siko vitwa. Unajua kama umeshikwa hata kama uko na nguvu. Kama umeshikwa unakosaga nguvu. Mimi nilitulia tu. Nikamwambia si nilikuwa nimekuja kuchukua maji hapa. Maji gani? Sasa mpaka unasema kitu. Mpaka hieleweki. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nini kaida? Tulingangana naye tukapigana, alisimama kwa barabara. Ana maana kegeke. Kekokea mudurume, kido hihete gahia, kido gitagirio ni ngurwe. Sasa nikashindwa, imefika hapo. Because of this altar, it makes you unadharaulika mpaka unaonekana you are the most useless and hopeless object on earth. This is what has rendered you to become useless. Because this altar, once you get involved with it, it causes you to be negated from God. Inakata wewe, inakuondoa kutoka kwa Mungu. So by the time you want to return, the time you want to go to God, inasimamanga mbele ya Mungu na wewe inakuambia unaenda kwa Mungu kufanya nini? Si wewe unakumbuka ile maneno tulifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. So wakati Esther alifaulu na kuondoa yule mwanamke, ilibidi na wakati mwanamke amefaulu kuondoa mwanamume kwa nyumba, ama mwanamke amefaulu kuondoa mwanamke kule kwa nyumba, inakuja ya kwamba huyu mzee hatawahi tena kukumbuka alikuwaga na familia. Most of us have lost families because of those mipango ya kando. Na unakuta kimwanaume kinakataa watoto wake wanne, bright, wasomi, watu beautiful, vitoto vizuri. Anaenda anaolewa na kimama kiko na watoto 8. Mwingine mmoja ni Mjaruo, mwingine ni Mturukana, mwingine ni Mnubi, mwingine ni Mmasai. Masura tofauti. Hata ukikaa kwa nyumba unaona ni kama ile kauma sauma makode. Unaona sura ni mbaya. Sura vingine ni virefu, vingine ni vifupi. Lakini unakuta kimwanaume kihotolete shuka gana tauro gikarete nyumba yo gitaga tishirishia ciaku. Na ciana ciake cirari angaragu, ciana thaka, ciana thomu, ciana njuge, cina kuria. Usiue huyo mwanaume, amekamatwa. Because hii section ni altar. Na altar hiyo inakuwa ni gedhito. Na ukiingia ndani ya hiyo gedhito, akili zako zote zinabebwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio nana waganga wengi wale wanafunganga boma za watu, they use sexual organs to do it. Tulikuwa na kile kimama, kwa mama kingine kalikuwa hapa. Kalikuwa kanaenda kwa mochari, kananunua, kanakatiwa kitu ya mwanaume. Wanaenda wanakaraga. Si mliona hiyo testimony hapa? Tulikuwa na yeye hapa. Amkumbuki huyo mama? Wewe unamkumbuka? Alikuwa hapa. Na yeye anashukaga watu nywele pale Zimmerman. Sasa nataka uelewe, yeye anachukanga watu nywele pale Zimmerman. Yeye wanaendaga wananunua hiyo kitu ya mwanaume. Akiinua inakatwa kutoka mochari. Alafu anaenda anaikaranga na rogeo baka inachomeka, inakuwa mtu uga. Sasa hiyo akikushuka ndio anapaka nywele yako. Na walituambia, alihadithia story venye walivunja kanisa pastor.
walinunua soda na chakula wakampikia, kisha wakaweka hiyo kwenye chakula. Na kutoka saa hiyo pastor alihama kanisa, aliwacha bibi pastor, aliwacha bibi kwa nyumba, akachukua mshirika, wakaenda kufungua kanisa ingine. Once you do that sexual thing, there are 3 things that will happen to you. 1, your blessing, because of a covenant that you have had, your blessings zinakatika. Watu wengine wanakuaga na ndoto. Ukiwa na ndoto unaota, wakati unaenda kufanya interview kesho, unaota ukilala na mtu, ukienda hiyo interview unaanguka ama unaambiwa hakuna. Unaenda kupiga deal kubwa ya shamba, na katika hiyo deal 10% yako ni 1,000,000, ni milioni 3, milioni 5. Usiku huo unaota ukiwa na msichana umelala. Ukienda kwa hiyo deal unakuta imeanguka. Mtu amepotea, because they use it to catch you. They used to destroy your connection with God. They used to wanaitumia hiyo nguvu kuvuja chochote ambacho Mungu anaweza kukubariki nacho. Baraka zote zinaondolewa because of that. So imagine you are carrying a tag of a woman you broke virginity. Hiyo damu ilimwagika. Until today you are still connected to it. That is why you have no success story in marriage. That is why you have no success story in business. That is why you have no success story in whatever you are doing. Usianze kulaumu huyo mwanamume mko naye. Kuna mtu amekufuga na labda anakula shida. Wherever she is or he is, ako na shida anapitia. The more this person is crying to God, the more God is seeing you, because anajua wewe wakati aliwashikanisha kwenye hiyo covenant, wewe ulikuwa msaada wangu na mimi nikakuwa msaada wako. Kwa hivyo kuna msaada wako wewe ambaye nilivuja virginity yako, kuna msaada wako uliwekwa ndani yangu, na kuna msaada yangu iliwekwa ndani yako. So hii msaada ndio inahitajika kuwa kifunguo cha maisha yangu. When time comes, now I need this key to open. Huyu mtu hayuko, alishabebwa na makaga ingine na huko, na wewe ulishabebwa na mama mwingine wa busana huko. Sasa utaishi katika maisha ya kuomba. Ukienda kwa mchungaji anakuombea, anaona kuna mtu amekamata baraka zako, lakini huyu mtu haonekani, maana amekuwa covered na the blood covenant. The covenant ile mlifanya na blood is able to cover and hid you, inakuficha. Hata nabii asiyekuwa mkamilifu vizuri hawezi kuona baada, kwa sababu any sacrifice that we give, any sacrifice ambayo tunatoanga, hiyo sacrifice inakusaidianga katika vita ambavyo mnavitia. That is why it is called a sacrifice. Hebrews 5 verse 1 inasema the high priest ni yule amechaguliwa kutoka katikati ya watu kwa ajili ya watu, ndio afanye kazi ya Mungu, awe mtu wa kutoa sadaka na dhabihu kwa ajili ya dhambi za watu na pia zake. Kwa hivyo ninapotoa dhabihu ama mnapotoa dhabihu kwa ajili yenu, pia na mimi kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zangu. So sikubariki hata tukifugana na wewe, nitafanya juu chini nijifugue kupitia kwa dhabihu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukishatoa hiyo dhabihu, hiyo ulitoa ya kujifungua, ndio usijipate kwenye mtego kama hiyo. Unatoa dhabihu nyingine ya kujificha. Hello. Unatoa dhabihu nyingine ya kujificha. Hiyo ni siri yako na Mungu, na unajificha. Mtakuwa mkikuja ndio mnaonaga ni tall, dark and handsome, but nothing is happening. Why? Kwa sababu kuna dhabihu nilitoa. Sasa hata ukijaribu kukuja, utakuja lakini utashindwa. Kukuja mtakuja, si mnakujaga lakini mnashindwa. Si mnaekaka mitego lakini mnashindwa. Sio kwa sababu niko na nguvu, sio kwa sababu niko na uelefu mkubwa, lakini kuna kitu nilifanya kwa madhabahu hii, nikatoa dhabihu ya kujificha. Kwa hivyo kwa kila maisha, chochote unachokifanya, kiinulie dhabihu ya kukificha. Na ndio tunatoanga fungu za 10. Fungu za 10 ni kuficha mazao yako, inge na nzige wasikule. It is a covering. It is a special covering that covers you from any attack, any spiritual attack,
any force, any demonic force isikuje kukula. Hiyo ndio kuelewa. Maana wale night wanakibiaga. Sijui watu wangapi wametoka pande za Kisii huko na pande za Kuria, ama ushaitembelea pande ya Kuria ama Kisii? Wangapi wametoka pande ama ametembelea huko? Unaweza kujua, you can attest what I'm telling, ya kwamba Mkuria atakuua wewe, lakini atakuchukua akupeleke kwao Shinyanga. Wewe ufanyage kazi, lakini mwili wako utabaki hapa na utazikwa, lakini bado uko hai kule Shinyanga unafanya kazi. Ni kweli? Yes. Anakuinulia madhabahu ya shetani ya kukuficha, you be exist. Kuna mzee tulifanya, ule mzee alitusaidia kurejesha basement. Alikuwa amekuja maombi, maana alikufa mtoto wake wa kwanza, alikufa na bibi yake alikufa. Lakini mtoto wake wakati wamezika, mtoto wake siku moja alimpigia simu kama wamemzika, na akamwambia niko Tanzania. Mke wake akakufa, naye mke wake wakati baada ya kuzika alimpigia simu akamwambia niko Tanzania. Sasa hiyo kitu ilimsumbua mpaka akakuja, akaniona kwa YouTube akakuja. Na mimi hapa Mungu akanisaidia, nikamwambia baka exact location pale wako, mahali panaitwa Shinyanga. Nikamwambia baka 2 kilometers, tulipakia 2 kilometers baka tukajua. Na nikamwombea hapa. Kumaliza tu maombi hapa, simu ililia ya bibi yake. Na bibi yake kwake nyumbani kuna kaburi ya nani? Ya bibi. Na kuna kaburi ya mtoto. Wanakuanga na mtoto huyo aliyezikwa, wako nao kule Shinyanga. Lakini wakati wa mazishi ilifanyika, sanduku ilikuwa na mtu alikuwa kwa sanduku. Nao wanasababishanga nani? Huyo ambaye anazikwa lazima siku hiyo atakuwa kwa hiyo mazishi ya kizikwa, atakuwa hapo akiwa hai, lakini hamutamuona, kwa maana ameinuliwa dhabihu ya kumficha. Ndio unaona watu wanakuja kwa kanisa kama hapa, atakuja na hajafanyike asha, lakini ni mchawi. Na kumana ameinuliwa dhabihu ya kumficha, hakuna hata mtu mmoja atamuona. Mwagashoka komenya ashamaliza kazi na ameenda, ndio utakuja hata mtu anakuta apostle na niuona kama odole hii hukuona. Hata sisi tulikuwa tuna sense, tulikuwa nafikiria unaona. Kumbe hata mimi nilifugwa, maana wakiinua dhabihu waliinua si kwenu, waliinua dhabihu kwangu. Hata wanabii wote anainuliwa, hata ukwe na roho mgani utainuliwa dhabihu. Kama utakuwa unafanya makosa kidogo, utainuliwa dhabihu ya kukufunga. Sasa watakuwa hapa, watafanya vituko, watafanya mamambo, wewe tu unasemanga ni apostle, kumbe walishakufunga na hauwezi kuwaona. Na ukifanya deliverance hapa hautawaona, na wakiingia ndio wasijulikane, wakitoka wanakujanga. Kitu ya kwanza atafanya, ataingia choo. Akiingia ndani ya choo atawacha mapepo hayo hapo ndani ya choo, kisha atakuja tufanye ibada. Wakati wa deliverance unaonanga mbio wanachomoka wanaenda kwa choo kwenda sasa kuchukua silaha wakuja wapigane na mimi. So wakikorodi iwete, hakuna kazi nitafanya, hakuna deliverance nitafanya, maana I have been arrested by what? Dhabihu aliiweka yeye, ako hapa lakini simuoni. Sasa huyo mama wakati tuliomba hapa akapiga simu, lakini kumbuka nyumbani kuna kaburi lake. Kijana after 2 days, after 1 day, naye akapiga simu, kumbuka nyumbani kuna kaburi lake. Sasa kwa nini wanakujanga wakati wa kuzikwa? Wanakujanga wakati wa kuzikwa ndio connection, the altar connection zishikane, ndio afichike. Maana katika kuzikwa ndio anafichika. Kutoka hapo hautaona, na watakuwa wanatembea huko hauwaoni, maana wamekamatwa na wamefungwa. Tulienda na huyo mzee mpaka Shinyanga, tukaenda tukawakuta watu wamefanyishwa kazi, ni mateso tupu. Mtu ako na miatoka mpaka kwa hapa huko, atu ilofuta ya kulutawira, anateseka. Unatezwa maana haukupelekwa kule kwa hiari yako, ulipelekwa kule ukafanyike mateka. Kuna wanawake mumeshikwa, muko kwa ndoa lakini mumekamatwa. Kuna wanaume muko kwa ndoa lakini mumekamatwa na mumefichwa. Kuna
Kuna wamama wanakuanga hapa kanisani, yeye ni mzuri, ushuhuda wake ni mzuri, lakini kazi yake ni kuchunguza huyu anafanya nini, huyu anafanya nini. Anatoka kwa huyu, anaenda kwa huyu. Anakuja kwa aposto, anakuta charity kwa aposto, anaenda anapigia mama mwingine simu, ama anaenda kwa mama mwingine simu kwenda kumpatia uramenye okwe kakwire. Nui nurahika. Ni charity. Ona liwe gwake. Maana huyo anakuanga mchawi wa kuzaliwa. Si mchawi wa kuiga. Ni mchawi aliyezaliwa akiwa na uchawi ndani yake. Aliyemzaa alizaliwa katika ulimwengu wa kiroho akiwa mchawi. Kuna watoto wanazaliwango katika ulimwengu wa kiroho wakiwa watu wa kiroho. Sio kama mnajua hivyo? Mnajua hivyo? Hamjui? Sasa tuangalie mfano mzuri wa Yesu Kristo. Yesu Kristo kuzaliwa kwake na malaika Gabriel alikuja akasema katika utumbo wa Maria kuna nani? Kuna mtoto. Na huyo mtoto amekuja kwa ajili ya kiroho, na amekuja through the spirit. So Yesu kukuja hapa duniani amekuja kama a body that is a spirit. Hello. Kwa sababu tunaambiwa mama hakulala na mtu. Mama alikuwa virgin. So ni nani alilala na huyu mama? It is the spirit of God. Whatever is born of the spirit remains a spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Nao watoto wale wanazaliwa katika ulimwengu ya wachawi. Nao wewe ulienda kwa muganga, maana hauzaangi. Ukaenda kwa muganga na ukaombewa ama ukafanywa hizo kafara na mganga. Yule mtoto ukapata mimba. Huyo ni mtoto wa madhabahu ya kiuganga. Kwa hivyo character na behavior zake zote ataishi kwenye madhabahu na character ya waganga. Ndio nakutaka mtu ni mzuri, ana ushuhuda anatoaga, kila kitu anafanyaga vizuri, lakini matendo yake akiyuka bwanini, unasidwa ni shetani amepita hapa ama ni nani? Unajua ni nani? Ni Joyce amepita hapa. Unasema hapana, Joyce dage kogo. Until now you come to realize, ujue kwamba Joyce ni mtoto wa kiganga. Kwa hivyo character na damu yake na soul yake na spiriti zake ni kiganga. So whatever anafanyanga anahitaji tu zero connection, zero. Ile kufulisa tu hivi anaingia ndani ya uganga straight, na hahitaji kutumia mbinu zozote, hahitaji kutumia mbogo, hahitaji kutumia hata kufanya ishara yoyote. Hapana, yeye mwenyewe ni madhabahu. The same as pia unakuta wao wana ambao wanafanya katika, kama mimi wakati nilizaliwa, ninawaambiaga venye nilizaliwa nilitoka na miguu. Na wakati wangu wa kuzaliwa nilikuwa na tumeno kwa nyekeni kudani, tulikuwa tumeno tuwili tunaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nilikuwa mweusi tititi kuliko wewe. Ndivyo naambiagwa. Alafu nilikuwa na kamugathe hapa, kachain. Kamugathe kakitu kama haka, lakini ni kachain. Hakuna mtu alisimamia, maana nilikuwa na smile. Alafu na tumeno tumechomoka, na nimetoka na miguu. Alafu ni mweusi tititi. Wakati nasikianga naambiwa babangu alipokuja aliniangalia akaangalia mama, akaniangalia akaangalia mama, akaniangalia akaangalia mama, akatoa packet alikuwa anavutaka SM yesikana sweetimento, akachomoa, mzee akahepa. Walikutana na mama yangu na mimi nyumbani, maana kuna swali alitaka kuuliza, because nilikuja kumuuliza ni nini ulifanya hivyo. Aliniambia mimi niliona huyu si wangu. Sasa nikaona si mama apeleke huyu mtoto kule ametoa. Sasa daktari mmoja anaitwa Hezekiah, ni Kaplong Hospital. You can go to Kaplong Hospital uitishe faile yangu, utaambiwa iko huko. Nilienda juzi nikaipata, iko na hizo vitu zote. Daktari mwenye alikuwa father wa Catholic, kwa sababu Kaplong ni mission hospital, ndio alikuja, maana manasi wametoroka. Manasi wengi walikuwa Waluya. Ulisa huyu Mluya atakwambia vitu kama hizo wanasiepanga sana. Ni kweli. Hata ukizama pacha unawachwa, si ndio?
Kwa Waluya ukizaa mapacha tuwe mwede tagoshia mapacha. Ukizaa mapacha short game imeisha, wewe ndo unameondokewa. Sasa hata bwana animruya nilipata kitu ni mbaya. Nilipata watoto wawili matwins. Aliniambia ati wawili, akaangalia hivi alienda. Nikafikiria kwa nje ameenda kununua vitu akurudi. Sokire athi kugura indo andehere tondu ni akirwo indo iria ndirabatara. Ndokire nginya muthe nasa ni okire no nona muthenya ucio akinuka ona guka ndamwira hindi ya kugira kuma hapu mwanire we mwenyewe ona uria mutumia eragwo ati andeithie mwana kuwe amakuire oguo aicire oguo agiuka amatiga nyumba ndaigana ona kumathakia aranjiririe kumathakia ngameiti kumariria ona riu umuthe wonaga ndari wendo ucio nao muno ameo umire moro ugithi naku yo kago kutonanire guko ana ciana airetu cio ndina wa no matire ate gwataniro ati ugo na baba wao tondu ni matwini umesikia. Sasa wale waliniona nimezaliwa hivyo wote walihepa, hakuna alisimama. Huyo daktari ndiye alikuja, anaitwa Hezekia Ogunyo, alikuwa Mjaruo, akaniosha kisha akaambia mama yangu, huyu mtoto umuchunge, ni mtoto wa maana. Ndio akanipatia jina Hezekia. Akaambia mama yangu, huyu ni nabii na ni mfalme. Ndio akanipatia jina Hezekia. Lakini kumbuka nilikuwa na nini? Katika tamaduni za Wakikuyu, hiyo sasa ndio inasimamia ufalme, hiyo Mugathi. So wakati nilikuwa mkubwa, kile kilinivuta kwanza ni nini? Ni tamaduni. Nikarudishwa, nikaingia Mungiki, kwa sababu ile roho ilinilete ni ile roho ya nini? Ya huko. Lakini ni nini kilikuwa kinanivuruta kinarudisha kwenye Ukristo? Ni hii jina ambao nilipatiwa Hezekia. So mwenye aliniona wa kwanza na akanishughulikia wa kwanza, aliniinulia madhabahu ya jina litakalo nitetea. That is why names are very important in your life. What is the name that was given to you? What is the name? Hiyo jina yako Wajiro, hiyo jina yako Waboi imetoka kwa mama mgani? Ni nani alikuwa anaitwa Waboi? Huyo Waboi alikuwa nani? Alikuwa muganga, alikuwa mchawi, alikuwa mtu wa moshene, alikuwa mtu wa nini? Sasa kutoka hapo you can pick mahali unaelekea. Ukaona huyo mtu ambayo unaitanishwa na wewe atakupatia direction ya kesho yako. Venye unaona na behave, most likely una behave. Venye unaona wewe, unaona akiwa kama alikuwa mchawi, jiangalie tabia zako, unakaka kamchawi. The name has power. The name has a direction of your life. The name has, unaitwa Joki, ndio uitwe Joki. Jina ilitoka wapi Joki? Joki ni kumaanisha nini? Wewe ni wa kurudishwa. Kuna mtu alikufa. So unafaa kujiuliza sana, huyu alikufa kwa nini? Alikufa na ugonjwa gani? Alikufa kwa sababu ya maneno gani? Kwa sababu hayo maneno, because nego shokio, umerudishwa. The same foundation, the same style ndio imekurudisha. Kwa hivyo antennas, network, wiring, kila kitu ni ile, ni kurudishwa, amerudishwa. Sasa tuangalie mtu unaitwa Karioki. Karioki ni kufufuliwa. Kwa hivyo mtu alikuwa amekufa na umefufuliwa. Huyo mtu alikufa kwa nini? So nenda uchuguse jina yako. Unaitwa wa ng'ombe. Kwa nini uliitwa jina ya ng'ombe kwa nini? Wajao uliitwa. Sasa unaenda kukuta baba anaitwa wa ng'ombe. First son anaitwa Jao. Second son anaitwa Wajao. Third child anaitwa Gashau. Sasa ukienda kwa hiyo boma useme ng'ombe ishi muriega. Ni vibaya. So what will be the characteristic ya hiyo boma? Ni mang'ombe. Yani ung'ombe ndio mingi kwa hiyo boma. Maana
baba ni ng'ombe na amezaa tujao tunini tuote tuna behave. Unaikuta mtu anaitwa Degwa. Angalia characteristics za mtu anaitwa Degwa. Character zote ni bull fighting. Yanatakaga kupiga ama kuhabirira. Bwana Yesu asifiwe sana. Your name gives a direction of whom you are, what you become. Gives you a direction. Kama hiyo mtu anakufaga akiwa na miaka 50, aenda uangalia kwenu utaona wale watu wote wameitwa joki kwenu wanapataga mashida kutoka 40 years. Waligojeka, huyu alipatwa na pressure 40, huyu alipatwa na sukari 40, huyu alipatwa na cancer 40. Yani unakuta they have a chronic problem in the family. So unachugusa ni nani, mliitwa nani? Na kuna boma unachugusa majina. Wana ile twale ule muthuri ucio nigetha hiyo jina huyo mzee unataka kutaja mtoto yake, tafuta historia yake kwanza. Kukue na uwezekano umubadilishe jina. Kuna majina, Maina ni jina unaweza badilisha without a problem. Irogo ni jina unaweza badilisha because Irogo, Maina, Mwagi ni majina ya rika. Hiyo unaweza kutaja mtoto wako. Kama unaona mzee huyu ungekaigwa muthuri uyo ule niwe twale nilo lyarugaga miratina ndio ilikuwa inapika pombe, hiyo jina bado itapika. Mtoto yako kimuita hiyo jina hata pika pombe, lakini agakwira kibata ngirathi yaba pombe atakuwa kikunywa. Akiwa miaka 15 atakuwa mlevi, mnamuokota kwa takataka. Kwa sababu ya nini? Kuna msingi ambao uliinuka kimadhabahu katika familia. Kuna msingi ambao uliinuka katika maisha yako kupitia kwa jina. Kwa hivyo jina lina uwezo wa kuharibu maisha yako. Number 2, the blood. Damu ya kwenu. Nikyo muragio, thakame yako. Kuna watu katika familia unakuta shosho alikufa na kansa, fulani alikufa na kansa, fulani alikufa na kansa. Ukifuatilia unapata consequence ka ugonjwa fulani, one particular disease in the family. Kuna blood issue. Failures, umasikini nakuta muherega mugima. There is no one ako na kakitu. There is a blood problem in that family. Bwana Yesu asifiwe sana. Na that is what ndio madhabahu nazungumzia ambayo yanaweza kualter the pattern of your life. You can also, because hivyo imeona imealter the patterns of your life, you can also be able to alter that pattern of that altar by doing a sacrifice that can cut, inaweza kukata the chain. Kwa sababu anything that happens in your life, it's a chain. Gakinyeria mawaganu maithe ginya ruciaro rwake rwagana na rwakatano. Kwa hivyo ni Mungu amesema nitaufikishia uovu wa wazazi wenu hadi kizazi cha 4 na cha 5. Kwa hivyo unaweza whatever that you are going through, it is not because of your father, it is not because of your grandfather, but because of your great grandfather. Nimehia maguka murariha. How do you do this now? You can only do that by breaking, cutting the umbilical cord that connects you with that chain of the curses. Those without later generational curses. This generational curse can cause a problem. Failures of families, failures in business, failures in whatever that you are doing. It will cause you to stagnate because imekufunga. But at the same time, the success of your grandfather can also happen to you. When your grandfather alikuwa successful, baba yako akakuwa successful, hata wewe utakuwa successful. Why? Not because you are righteous, not because you are a good Christian, not because you are better, but because there is a foundation. Kuna madhabahu ya success iliinuliwa na baba. Mtu anaitwa Abraham aliinua madhabahu. Genesis 22. Aliinua madhabahu baada ya kuambiwa na Mungu, give me your son, the only son, Isaac, whom you love. Take him to Mount Moriah, umtoe kama sacrifice, sadaka ya kuteketezwa. Kisha akampeleka, akaenda kwenye mlima
aliambiwa nenda kwenye mlima Moria, in one of the mountains I will show you. Meaning not every mountain is a mountain. Are you getting me? A mountain is that which you be directed to by God. And every sacrifice, it's not every sacrifice because you have it that unakuja kukibisa kulete hapa. No. Sacrifice you must be commanded to by God. God must command you what you are going to give. Not what you think you can give. What you think you can give, that is what we call an offering. But a sacrifice, you have no option. God will tell you, take this. Alimwambia Solomon, nenda mlima Gibeon uchinje ng'ombe 1,000. Akamwambia Gideon, ingia kwa zizi ya baba yako uchukue ng'ombe 2 wa miaka 7. Akamwambia Abraham, nipatie mwanao ambaye unampenda Isaac, umpeleke kwenye mlima Moria, katika mlima mmoja wa mlima ambao nitakueleza. Kwa hivyo kuna lazima uagizwe, kile unatoa lazima kiwe na jina. Alimwambia, give me your son, your only son Isaac, the son that you love. Those are 3 things. Give me your son, so you must have it. The only son, alikuwa anajua there is another son, na akamwambia jina Isaac. So, and sacrifice must have a name. The one you love, and that sacrifice must come from your heart. Ni kitu ambacho unakipenda. Then take him to Mount Moriah, in one of the mountains that I will show you. So not every mountain, and because umeona mlima, because umeona kanisa, because umeona the synagogue, unakibisa dhabihu yako hapa. It must be directed. Akamwambia nenda Mount Moriah, in one of the mountains that I will show you. So akapaki vitu zake akaenda mpaka Moriah. Alipofika Moriah alikaa chini. So wachageni kiherehere ya kukibiria madhabahu na kutoa saa hiyo. Alienda na akakaa chini. For 3 days he waited for the next voice. The 3rd day macho ikafunguka, akaonyeshwa mlima ndio ule. Alipoonyeshwa mlima ni ule, kuna vijana walikuwa wameenda na wao 2 na punda. Akaambia vijana, kaeni hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaambia punda, kaeni hapa. Akabeba Isaac na kuni na kiberiti, wakaenda. Kwa hivyo when you are giving a sacrifice, kuna watu ambao hufai kuwahusisha. If God has not allowed you, uwahusishe. Maana unaweza husisha sister yako, kumbe yeye ndiye amebeba madhabahu ya familia ile na waua. Unaweza kuhusisha brother yako, kumbe ni yeye mwenye madhabahu ilijificha kwake. So as you start planning kuvuja ile madhabahu, una plani na nani? Gideon alikuwa na watu 32,000, an army of 32,000 ya kupigana na Wamidiani. But who was the cause ya Wamidiani kukuja Lydia? Who was the cause of the Midianites kuattack wana wa Israeli? Ni Joas, baba yake Gideon. Maana ndiye alijenga madhabahu ya Baal. Lakini hakuambia wana wa Israeli, madhabahu hii nimejenga ni ya shetani, ni ya Baali. Aliwaambia ni ya yule Mungu wetu. Gideon akipanga vita alikuwa anapanga na baba. Na baba ndio sababu ya ile shida wako nayo. So every time alipanga he flopped. Every time alipanga alianguka. Every time alipanga kuna kitu kilitokea kikamzuia. Maana madhabahu ile anataka kupiga, baba yake ndio source, baba yake ndio mwenyewe. Unaweza kuwa unapigana na shida za familia, shida za kwenu, lakini who is the cause? Ni huyo mama yako mnapanga na yeye. Kila kimuhuraga kwanyu nikio wera ndeithia kuhoya. Siku hiyo 7 uchunguze vizuri, hautamaliza maombi. Utakuwa naomba unalala. Naomba katikati unalala, unaamka asubuhi saa 2. Unaanza kujua unilimaliza kuomba ama sikumaliza kuomba. Maana ulishirikisha yule ambaye mnapigana na yeye, ama kile unafaa kupigana nacho ulikishirikisha katika hizo vita. So madhabahu haipigwi ama haipiganwi nayo na mtu yoyote. It must be a calling. It must be a calling. When
malaika wa Mungu ama Mungu aliangalia akaona Gideoni venye anateseka, alituma malaika, naye malaika akaongea na Gideon. Gideon naye akakimbia nyumbani, akachukua sacrifice, mbuzi akachinja na akatengeneza mkate usio wa kuchachwa, akaletea yule malaika, akainua dhabihu, akatoa sacrifice. Hiyo tunaitaka sacrifice ya kupata ufunuo. So hata kupata ufunuo unahitaji sacrifice. Maana wakati alijua huyu si mtu wa kawaida, alijua huyu ni malaika, alikimbia nyumbani akainua sacrifice. Alipoleta hiyo sacrifice, yule malaika alimwambia iwekelee juu ya mawe. Akaiwekelea juu ya mawe na akamwambia imwagilie supu. Akaimwagilia supu, kisha akanyosha ile fimbo yake, ile sacrifice ikawaka moto, ikachomeka. Kutoka hapo malaika akatoroka, Mungu akaingia. So kupata ufunuo inakupatia the relationship with God. So there is a sacrifice you raise to get the relationship with God. Kutoka hapo malaika akaondoka, Mungu akaingia. Na Mungu alipoingia akamwambia hizi vita utazishinda kama wewe as a man, not as that army ambayo ulikuwa umetengeneza, not as that contingent ambayo ulikuwa umetengeneza. Vita zingine sio vita ambazo tunafaa kuhusisha anybody, maana we got the power. Mungu alimwambia Gideon, you man of valor. Na Gideon hakuwa anajua, maana alimuuliza, mimi ndio mdogo kwetu na ukoo wetu ndio mdogo, tutawezaje kushinda hizi vita? Mungu akamuita you man of valor, kumaanisha hapa tuko na men of valor. But because you don't know yourself, you don't understand yourself, that is why you live a poor life, yet inside you are so strong. Inside you are that power that is needed to change this voice, to change this world, to change this country, to change the families. Bwana Yesu asifiwe sana. So wakati aliambiwa afanye hivyo, na kutoka hapo maisha ilibadilika. Kisha Mungu akamwambia, nenda kwa zizi ya baba yako, uchukue ng'ombe wawili wa miaka 7. Ng'ombe wangapi? Ndume wawili wa miaka ngapi? Wa miaka 7. Kisha uende uinue madhabahu, ubomoe madhabahu ya baba yako. Kumbuka Gideon alikuwa anatengeneza jeshi 32,000 men kwenda kupigana na Wamidiani, lakini Mungu amemwambia nenda ukapigana na madhabahu ya baba. So wewe kuna madhabahu umekuwa ukipigana nayo, kumbe sio hiyo. You have lost your direction. You are not where you are supposed to be. Maana madhabahu unayopigana nayo ndio friend yako mnakaaga nayo, na huko umetengeneza jeshi ya kwenda. Baba ya Gideon ndio mwenye madhabahu ambayo ilifanya Mungu akasirike. So makubwa ama kitu kikubwa cha kupigana naye ni baba yake, na ndio hiyo tunaitaga magogona mamaithe, ancestral spirits, maroho magomi. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the most dangerous thing that happened in our life, because tuko na wao wanaendelea kutukula. Maana kuna madhabihu, kuna mambusi walichinja, wakatoa sadaka hizo mambusi. So mambusi hiyo sadaka ilitolewa kule, mkienda kufanya, maana umeokoka, umepeleka kiokoko kwenu, kinakuuliza hapa kumetolewa dhabihu. Hii boma ni yetu sisi wangwana. Mzee mwenye hapa ni alutire bori na amechinja busi 500 kutoka siku zilianza kuchijwa. So this land was given to us. Na sasa wewe na kiokoko uliokoka just the other day, baba rama kakaka pepe fuja, tunafuja madhabahu, na hakuna, huyu mzee amechinja busi 500. Wewe ile kitu umepeleka kwenu ni mdomo na kiherehere. Ukimaliza miezi 6 unasikia umegogwa na kansa. Maana you are fighting something that has a foundation na iko na legal right. Katika ulimwengu wa madhabahu, it's not about your Christianity. It is not about how saved you are. It is how capable are you to fight an altar that has been in existence for several years. These altars that are in existence zimefunga ndoa za wasichana, zimefunga ndoa za wafulana, zimefunga any business opportunity, zimefunga any success, and you have been limited. Hakuna mahali hauwezi kwenda.
Hata ukitafuta pesa, mimi nilikuwa tunatafuta pesa mingi, lakini kuna mahali as a family tulikuwa hatujakubalishwa kupita 5 million. Ndugu yangu mkubwa alifanya kazi mzuri sana, akatengeneza 5 million na ilikuwa 5.3. Huyo jamaa aligonjeka na akateseka, tulimutibu ukimwi na hakuwa na ukimwi. For 5 years tulimutibu kitu hakuwa nayo. 5 years tulimutibu. Akienda anapimwa, leo inapatikana iko, kesho akipimwa hakuna, kesho kutwa akienda mahali kwingine iko. Kwa nini? Sasa sisi hatukuelewa. Ndugu yangu mwingine akaajiriwa kazi hapa na serikali, naye akatengeneza, akauza shamba ingine hapa, akatengeneza 5.9 million. Huyo jamaa after 6 months alifutwa kazi. Sisi ndio tulikuwa tunanunulia dawa. Mtu mwenye alikuwa anaigisa shilingi 1500 kila siku, 1300 zilikuwa zina flow, pesa ina flow, wakiwa na wale wanafanya madeals. Baadaye tulimununulia dawa. Mimi mwenyewe nakumbuka kuna siku aliniambia nimtumie shilingi 300 anunue dawa, na alikuwa na safe kwa nyumba ya kuweka pesa. Lakini wakati alishika hiyo pesa zikiwa pamoja 5.6 zikiwa pamoja, zilimuletea madhara. Naye tulitibu yeye pressure na sukari yenye hakuwa nayo. Sasa ikakuja tamu yangu, ikakuja na mimi nikapata 6 million kwa pamoja. Hizi zingine unaweza pata 1 million this time, 3 million the other time. Hizo hawauguzi as long as hauguzi the roof pale at once. Mimi nikapata 6 million. 6 million ya kwanza ilinipeleka jela. The very day nilienda jela. Hizo pesa zote ziliibiwa, zilichukua na maaskari. Zote zilikuwa kwa buti. Zilikuwa tumeenda kuiba mahali. Zote zilibebwa na polisi na nikaenda na risasi hapa. Na nikakaa miaka 6 ndani. Zote zilienda. Nikirudi nyumbani nikakuta kanyumba kangu kaliibiwa, kila kitu changu kiliibiwa, kila kitu kilipotea. Why? Because tulijaribu kuvunja mahali tumewekewa, mahali tumekuwa limited. Until sasa ndio tukaona this is a pattern. Brother yangu mwingine kwa America, the same thing, akanunua nyumba. Kwa wakati alinunua nyumba kufanikisha kila kitu, makaratasi kila kitu, divorce ikaingia. Kasemekana walikuwa wamenunua nyumba pamoja, hiyo kitu, ile pesa alikuwa ameweka ikapotea. Alipoondokea hiyo kitu, marriage ikarudi. Alipo tena kwenda kugusa hiyo nyumba, vita ikatokea marriage. Because kuna mahali tuliwekwa as a family, hatuwezi kuvuka. Kuna mahali wengi wenu mmewekwa as a family, hamwezi kuvuka katika maendeleo ya maisha. Maendeleo ya kidunia, pesa na nini si wokovu. Usichanganye success of your life with Christianity. With your salvation life, it is not life of success. Kupata shamba si Ukristo, kupata gari si Ukristo, kutajirika si Ukristo. Hakuna relationship hata moja ya Ukristo na wewe kukaa maisha ile Mungu anataka. Maana Abraham alikuwa tajiri, alikuwa Mkristo. Yeah? Isaac alikuwa Mkristo. Solomon alikuwa Mkristo. Naongea na nyinyi. Solomon alikuwa Mkristo. Wa China ni Wakristo. Wahindi ni Wakristo. Na nani wanatawala dunia hii? Because wanajua nguvu za madhabahu. Kufaulu katika maisha yako ni madhabahu ya kwenu. Kuna madhabahu imekupatia ruhusa uendelee, na kuna madhabahu itakwambia hakuna kupita hapa. So si kiokoko kyako. Kiokoko kiweke ni relationship yako nzuri na Mungu. It is about spiritual relationship. But about the success of this earth, they are the principles of the kingdom of heaven. And you must understand which principle ina attract hii, which principle inafaulisha hapa, which principle ya mbinguni ambayo inakufaulisha katika malengo mbalimbali. Timothy, Paulo akamwambia imani yako ni kama ya nani? Ya mama yako. Kwa maana hata shosho yako Lois
alikuwa na imani kama yako. Maana kuna msingi ulitengenezwa na shosho, ukakuja kwa mama, ukakuja kwa Timothy. Msingi wa kwenu ni upi? Na msingi huo una dictate, unasababisha afikirie hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Genesis 26. Kulikuwa na kiangazi kikubwa sana, lakini alilima kukiwa na kiangazi na akavuna kukiwa na kiangazi. Maana kuna msingi uliandaliwa. Now the Philistines had stopped up the field with earth all the wells that his father servant had dug in the days of his father Abraham. And Abimelech said to Isaac, go away from us. You have become too powerful for us. Why? Amekuwa too powerful in the desert. Isaac departed from there and camped in the valley of Gerar and settled there in the desert. Isaac dug again the well of water that had been dug in the days of his father Abraham. For the Philistines had stopped them up after the death of Abraham and gave them to the names that their father had given them. You see, they even changed. Walitaka kuondoa taswira ya Abraham, wakabadilisha vile vizima mpaka wakabadilisha majina yao.